Haya. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wa Tanzania. Kwa majina anaitwa Dr. Shaabani Kagufa Herbal Medicine kutoka nchini Tanzania na katika jiji letu la Mwanza. Naam, awali ya yote namshukuru Mungu kwa kunipa afya njema, na kwa sasa ninavyozungumza niko South Africa, Cape Town. Ndugu zangu wa Tanzania na wasiokuwa Tanzania, taaluma yangu mimi ni kutoa matibabu ya tiba asili. Yaani mimi ni tabibu ninayewasaidia watu katika matatizo mbalimbali. Naam. Kwanza jambo moja lifahamike kwamba tunapozungumza mganga wa tiba asili tunazungumzia jambo kubwa sana. Tunazungumzia maana yake mtu huyu anaokoa afya za watu. Na afya za watu sio kitu cha kuchezea. Kwa hiyo tunapomzungumza mganga wa tiba asili inabidi kwanza tuende mbali zaidi, tutafakari kwa mapana ili tujue huyu mganga wa tiba asili, kuwa mganga wa tiba asili imekuwaje kuitwa mganga wa tiba asili. Maana tumekuwa tukiona wimbi kubwa la watu wanachipukia wengi tu wakijiita waganga wa tiba asili, waganga wa tiba asili. Ndio. Naam, sasa mimi nizungumze upande wangu kwamba tiba asili nimerithi kutoka kwa wazazi, kwa baba na mama. Na ukitafuta asili yangu, Dr. Kagufa amezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Kigoma, sehemu moja inaitwa Kajana, kabla ya operation ya vijiji mwaka 74. Kwa hiyo nimezaliwa huko kijiji kimoja kinaitwa Kajana, na baadaye tukahamia Kizenga. Naam, lakini babu zangu kwa maana ya mzee Shaabani, mzee Shaabani na babu zangu wengine walikuwa ndiye waganga wakuu sehemu moja inaitwa Bubango, lakini pia walikuwa ni watemi wa maeneo hayo ya Bubango. Naam. Kwa hiyo wale wazee, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi ya tiba na kilimo, walikuwa wanajishughulisha masuala ya tiba na kilimo, na kama nilivyosema walikuwa ni viongozi, kama nilivyosema walikuwa ni watemi. Sisi kwa kwetu Kigoma tunaita watwale, yani mtwale, yani ni mtemi. Naam. Basi hali halisi imekwenda hivyo mpaka kupatikana mimi. Maana yake baba yangu mimi, mzee Ramadhani, alimuoa mama yangu, na yeye mama yangu alikuwa ni mganga. Kwa hiyo hapo watu wawili walikutana wote wakiwa ni waganga, na hatimaye mimi nikarithi kazi ya uganga wa tiba asili. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukiuliza Kizenga ambako baada ya operation ndiko tulikohamia mwaka 74. Ukiuliza Kizenga, ukiuliza Kigoma, mtu anaitwa Dr. Shaabani Kagufa, au ukifika Bubango ukauliza mzee Shaabani au ukauliza mzee Chuma, ni wazee maarufu sana. Naam, ni wazee maarufu, na hakika hata mimi ni maarufu. Naam, kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo nimerithi uganga kwa namna hiyo. Uganga ni urithi wa kufundishwa kindakindaki. Unapelekwa polini, unaelekezwa mti huu unatibu hiki, mti huu unatibu hiki, yani hatua kwa hatua. Lakini si tu kufundishwa, bali hata kupitishwa katika yale mambo ya kiasili. Kuna zile tamaduni za kiasili. Maana tusijiite tu waganga, lakini natakiwa tuwafahamishe Watanzania na wasiokuwa Tanzania, wewe uganga wako umeupataje? Hata ikitokea siku moja ukiulizwa jina lako la uganga, wewe ulipewa jina gani? Ulipitishwa katika mazingira gani? Mti unapokwenda kuchimba unatakiwa ufanyeje? Kwa sababu ule mti ni kiumbe. Unapokwenda kuchukua ule mti, wewe unafanyaje? Basi uwe na majibu yanayoweza kuwatosheleza Watanzania na wasiokuwa Tanzania waweze kukuamini. Naam, kwa hiyo history fupi ni hiyo. Siku moja nikipata muda mzuri nitazungumzia history vizuri kwa mapana yake, lakini nimeona nipite juu ili tuweze kufahamiana vizuri. Naam, sasa hapa tutazungumzia mti mmoja ambao watu wengi sana wanaofahamu, lakini hawajui matumizi yake. Lakini ni dawa kubwa sana iliyotumika na wazee wetu. Hii dawa inaitwa kavunja homa. Wengi wanapenda kukaita kavunja homa. Ukichukua majani yake haya
alafu ukiyapikicha kidogo, ukinusa, yanatoa harufu nzuri sana. Naam, yanatoa harufu nzuri sana. Naam, wengi hupenda kuwaogesha watoto wadogo wanapokuwa wanaona watoto wao wamechemka. Anahisi mtoto wake ana homa, ana malaria, basi mara nyingi huwa wanapenda kutumia dawa hii. Lakini leo nataka niwafahamisheni, hii dawa ni dawa kubwa sana. Nitaizungumza katika maeneo mawili au matatu. Naam, tutazungumzia katika maeneo mawili au matatu. Lakini siku nyingine tukipata nafasi tutaelezea zaidi hii dawa namna gani ambavyo inafanya kazi kubwa kwenye mwili wa mwanadamu. Naam, jambo la kwanza tutazungumzia dawa hii, matibabu yake inatibu watu waliyepata stroke, yani ganzi. Watu waliyepata stroke, waliye paralyze. Lakini tutazungumzia katika wale ambao wanahitaji masuala ya uzazi. Kwa hiyo tuanze kwanza na stroke na maradhi mengine ya kichawi. Hii dawa inatibu uchawi kwa kiasi kikubwa sana. Hii kavunja homa. Naomba wale waganga wale mnaopesti na kukopi, sasa mchukue na hii mkapesti na kukopi ili muweze kuwasaidia watu. Hii kavunja homa unaichuma kwa wingi, unaitwanga vizuri sana. Alafu unachukua chumvi ya mawe. Vitu viwili tu. Alafu unaweka kwenye sufuria kwa mtu ambaye unahisi ana matatizo ya kichawi, karogwa uchawi, katupiwa mizimu mibaya, katupiwa kivuli cha mtu aliyekufa na kadhalika na kadhalika. Ili mradi tunachokizungumzia hapa ni uchawi. Basi hii dawa unapomaliza kutwanga, umechanganya na chumvi, unaweka kwenye sufuria au kwenye chungu chochote, unapika dawa hii. Yule mgonjwa anajifukiza dawa hii. Kama alikuwa na kitu kibaya ndani ya mwili, utasikia kinapiga kelele, na hapo uwe karibu yake, maana baada ya kupiga kelele kile kitu atajirusha kwa nyuma, maana yake kile kitu kitaondoka. Kwa mtu ambaye ana uchawi, amerogwa, katupiwa majini masubiani, katupiwa masoke, katupiwa uchawi namna mbalimbali. Kwa hiyo tumia chumvi ya mawe na hii kavunja homa. Unaona namna ambavyo utamtibu mtu kirahisi sana. Lakini pia kwa mtu ambaye ame stroke, anatumia kujifukiza na yale maji kukanda. Mtu ambaye ame stroke, kwa sababu stroke inakuja katika namna nyingi. Kuna stroke inaweza ikapatikana kwa pressure. Stroke nyingine inaweza ikawa ni kutupiwa, kwa maana mapepo machafu, majini mahaba, masubiani, mtu akapata stroke. Kwa hiyo anatumia kujifukiza na kujikanda. Naam. Kwa wale wakina mama wanahitaji uzazi umekwama, basi unapika dawa hii na chumvi ile ya mawe. Unapika dawa inaiva, alafu unahifadhi vizuri. Unakuwa unakunywa asubuhi robo glasi, na mchana robo glasi, na jioni robo glasi. Utaona hata kama ulikuwa kuna uchafu au ile mirija ya uzazi imeziba, utaanza kuona unapokwenda chooni, utatoa vitu vya namna gani. Utaenda kuambia Watanzania ulichokishuhudia. Kwa hiyo ukitumia dawa hii ndani ya mwezi mmoja, basi majibu yake utayaona baada ya mwezi kukupita. Kuna hatari ya kuweza kunasa ujauzito. Naam, lakini kuna wale watu ambao pia wana matatizo ya uvimbe katika matumbo yao. Wengi wamekuwa kipimo wanakuta wana uvimbe katika matumbo yao. Kwa hiyo dawa hii unaichemsha hivyo hivyo na chumvi. Unakuwa unatumia kunywa asubuhi, mchana na jioni. Kama una uvimbe tumboni utaondoka, lakini lazima uchanganye na chumvi ya mawe. Naam, lakini eneo lingine la mwisho tunataka tulizungumzie katika masuala ya wale watu ambao shughuli zao zimekwama, mambo ya riziki. Mambo ya riziki. Na ninapozungumzia riziki, naomba mnielewe. Kuna watu wengi wanahadaika sana na waganga wanawadanganya kwamba kuna mambo ya ndagu. Watu wanafikia mahala sehemu ambayo kwa kweli yani hata itegemewe. Ndugu yangu, sidanganyi. Ndagu ya kwanza ni kuweka mwili wako vizuri, lakini pia kumuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama utahitaji kutumia dawa hii kwa ajili ya kuweka mwili wako vizuri na kufungua shughuli zako, sikiliza nikueleze. Dawa hii itwange vizuri, alafu nenda kanue miski nyeupe ya maji. Vile vichupa vidogo vya miski wanaviuza kwenye maduka ya Kisuna. Naam, twanga dawa yako alafu uweka miski. Ukishaweka miski, usipike hiyo dawa, unatumia kuoga. Na wakati wa kuoga, tumia kuoga hasa usiku au alfajiri. Sasa najua alfajiri wengi watashindwa. Basi ioge usiku kila siku kwa muda siku 7 kwa kumwomba Mwenyezi Mungu. Utayaona maajabu. Na maajabu ya kwanza
yatakutokea katika ndoto kuonyesha kwamba kile ulichokuwa unamwomba Mwenyezi Mungu utakiota katika usiku huo. Kwa hiyo utatumia dawa hiyo kwa kuoga kwa maji ambayo umechanganya na miski. Majibu yake utayapata. Ndugu zangu, leo tumeizungumzia katika maeneo manne. Sasa mimi nadhani nitakuwa nimeeleweka vizuri sana. Kwa yule ambaye atakuwa hajanielewa, unaweza ukapiga simu kwa namba zifuatazo: 0762626975. Naomba nirudie. Utapiga simu 0762626975 kwa ajili tu ya kukushauri. Lakini hapo utampata moja kwa moja Dr. Shabani Kagufa ambaye ndio mimi nayeongea. Alafu kama utakuwa umesahau nitakuelekeza. Lengo langu, nataka wote wa Tanzania na wasiokuwa Tanzania tukafanikiwe. Hakuna mwanadamu yoyote aliyeumba na Mwenyezi Mungu ili aweze kuteseka. Yaani Mungu hajamuumba mwanadamu aje kuteseka. Isipokuwa unaweza ukajitesa mwenyewe kwa kutokuyafahamu mambo au kuteswa na mwenzako. Yaani sisi wenyewe wanadamu tunatesana wenyewe. Kwa hiyo mimi siku zote huwa natoa huduma zangu bure kabisa. Katengeneze dawa hii ikusaidie. Naam, kwa sababu mimi najua mafanikio yako wewe, mimi kwangu nitapata thawabu. Lengo langu mimi nataka akaunti yangu kwa Mwenyezi Mungu iendelee kusoma siku zote, hata siku nikiondoka basi niweze kwenda kuishi maisha mazuri huko ambako tunakokwenda. Baada ya machache haya, ndugu zangu, mimi niwaage kwa kusema wahadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana na wapenda sana, asante.